نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimwendee kiongozi wetu, mwalimu wetu, mtume wetu, mfano mwema ambao tunao katika maisha yetu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na watu wa nyumbani kwake, na radhi za Allah ziwaendee masahaba wake waliofanya juhudi kwa kuitangaza dini hii mpaka ikatufikia na sisi. Mwenyezi Mungu tunamuomba atujalie sote tuwe katika jihadi hii ya kutangaza dini yake na kuitumikia mpaka siku atatuamulia sote kuweza kurejea kwake. Allahumma amin. Pia nawashukuru viongozi ambao wameandaa kikao hichi na wote ambao wamejaliwa kuja na mashekhe na waalimu ambao wamekusanyika hapa kwa minajili ya kuelimishana na kukumbushana, hasa kwenye mada hii ambayo ni mada muhimu sana. Wengi wamedhani kwamba si katika zile mada ambazo watu tumezoea za katika mihadhara, lakini hii mada ni mada muhimu sana, inagusa kila mmoja wetu, kila familia na kila jamii, hasa katika mazingira haya ambayo tunayo siku hizi sasa, iwe ni ya Ulaya, iwe ni ya sehemu zote vile. Hii ni mada ambayo kila mmoja wetu inamuhusu. Ilipotangazwa mada hii, subhanallah, watu mpaka wasiokuwa hata wa jamii yetu walikuwa wanauliza link ili waweze kufuata mada hii. Mada yenyewe ni mitandao ya kijamii, nafasi yake kwa vijana, nafasi yake kwa familia na kwa jamii kwa ujumla. Ni nini mitandao ya kijamii? Hii mitandao imeanza lini? Na hii mitandao iko wapi sasa, nafasi yake hivi sasa? Tunaona kwamba imeathirika sana mitandao hii, na faida yake ni nini? Ni zipi faida ya mitandao hii tunayoiona? Hasara au madhara yake ni yepi ya mitandao hii? Lakini vile vile, kwa sababu sisi Waislamu tunatakiwa tupate mwongozo wa Kiislamu katika Qur'an na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufanyeje na matukio haya au na teknolojia hii ambayo tunaiona sasa, ambayo inazidi kuendelea tena kwa kasi iliyokuwa kubwa. Haya ndiyo tutapitia insha Allah na washekhe wetu wataalamu. Mimi nitachokifanya, nitaandaa njia ya kuweza kupanua kidogo mada hii ieleweke, niweke katika nafasi, alafu nitamwachia kila shekhe aweze kubobea katika nafasi kwanza ya kujua faida zake na vile vile hasara au madhara ya mitandao hii, na vile vile shekhe mwingine atazungumzia mwelekeo au mwongozo wa Uislamu. Hii ni kwa faida kwanza ya watoto wetu, kwa sababu tunaona mitandao hii inakwenda kwa kasi, na tathmini au ripoti zinatupa hofu iliyokuwa kubwa, ambazo tutazungumza ripoti za baadhi ya nchi za Uingereza, za Ulaya, serikali na taasisi, kuona utumiaji wa mitandao hii ya kijamii vile ilivyo. Kwa hiyo tutapitia haya yote, lakini kwa faida kwanza tuelewe hii mitandao ya kijamii ni nini hasa. Ni neno lipe la kigeni ambao katika Uingereza wanasema social media, au katika Kifaransa les médias sociaux. Hizi ni mitandao kweli ya kijamii, kwa sababu ni mawasiliano katika jamii,
katika familia, katika taasisi, katika jamii, yale mawasiliano ambayo yanapitika. Sasa yanapitika mawasiliano vipi? Kwenye mitandao. Sasa watu lazima tupate historia kidogo, ilianza lini hii mitandao mpaka leo tunaona vile imefika hivi sasa. Kiteknoloji, mitandao hii ilianza miaka takriban 2000 ndio ilianza, na haikuanza kwa kasi ambayo tunaiona hivi sasa. Ilikuwa imeanza katika university, katika vyuo vikuu, na hasa vyuo vikuu vya Marekani ndio vilianza, baina ya wanafunzi wakitengeneza program za kuwasiliana wenyewe kwa wenyewe. Kundi hili la wanafunzi linatuma message kwa kundi lingine, ndio zilianza program kama hizo, zikakuwa ikawa ni faculty fulani inawasiliana na faculty nyingine, ndio zilikuwa hivyo. Ukienda katika historia ya technique wanatuambia ilikuwa miaka 2000 na zilianza kwenye majina tofauti tofauti. Zilikuwa majina kama vile ya friendship, haya ni majina yalikuwepo kile kipindi, lakini ikakuwa yale mawasiliano yakakuwa baina ya wanafunzi, ikatoka sasa wanafunzi na walimu katika university tu, hapo halijafika katika jamii zetu wala nini. Kwa hiyo ilikuwa ni vikundi katika university tu, ikaendelea kuwa ni mawasiliano baina ya wanafunzi na walimu wakibadilishana mpaka madarasa, ikakuwa zaidi mpaka ikafikia kwenye baadhi ya program ikaitwa hii Facebook ambayo mnasikia Facebook. Ilianza mwaka 2004. Hii ilikuwa ni mawasiliano tu baina ya wanafunzi, lakini iliendelea inakuwa kielimu, ndio ilikuwa mwanzo. Elimu ile ilikuwa kuwasiliana, kubadilishana mafaili yale, mpaka kubadilishana mavideo, vile wanavyosoma, mitihani, vitabu, ndio hivyo ilivyokuwa. Lakini vile teknoloji ilikuwa ikatoka sasa katika elimu au katika taasisi za elimu za university, ikaenda mpaka sasa katika jamii, ikawa sasa mawasiliano baina ya ndugu na jamaa, baina ya rafiki. Program zile zikaenda zina tatawur, zikaenda zina wanazi develop mpaka vile kidogo kidogo. Mwaka 2005, mwaka 2010 ikaanza sasa mitandao hii tunaiona siku hizi, kama vile YouTube, kama vile TikTok, kama vile Facebook na zingine zote ambazo tunazitumia hivi sasa. Kwa hiyo historia tunaona kwamba mitandao ilianza kwanza kwenye university, mawasiliano kwa wanafunzi, mawasiliano baina ya wanafunzi na baina ya wanafunzi na walimu, na mpaka sasa imefika sasa kwenye kibiashara, imekuwa kiasi kikubwa sana, imetandaa haya kiasi kilikuwa kikubwa sana. Kwa hiyo imekuwa sasa mawasiliano yamekuwa mazuri mpaka kibiashara, mpaka sasa tunaona mingine imekuwa tena sio biashara au sio tu elimu, imekuwa sasa ni vitu vingine vya haramu vimekuwa ndani, ubadhirifu umekuwa ndani, magangi yamekuwa ndani, macrime, vitu vingine mbalimbali ambavyo vya uharamu vimekuwa sasa. Ni mawasiliano yamekuwa hivyo, picha za uchi, picha za nini, yani imekuwa vitu vimezidi. Hii ndiyo historia ya maendeleo ya hii mitandao ya kijamii ambayo tunaiona hivi sasa. Sasa kinachotakikana ni kwamba utumiaji huyu ni lazima huo utumiaji wa nidhamu, uwe na uangalizi fulani, ili kuweza kulinda, kuzingatia maadili. Ni kama vile imekuwa ni soko sasa, utakwenda huku utaona hichi, utaona hichi, utaona kizuri, kichafu, imekuwa ni sehemu zote. Subhanallah, statistics zinasema hivi, utafiti unatuambia kwamba zimeonyesha kwamba kuna uhusiano kati ya utumiaji wa hii mitandao ya kijamii na uongezeko wa nini, wa magenge ya vijana. Uhusiano baina ya utumiaji wa mitandao na uongezeko wa nini, wa magenge ya vijana, uhalifu, na mpaka wengine vijana kufika mpaka kujiua. Hizi ni tafiti sasa za sasa zinasema hivyo, statistics zinasema hivi katika nchi ya Uingereza. Na statistics zinapotoka Uingereza, maana yake
na Belgium ni hivyo hivyo, Ujerumani ni hivyo hivyo, Sweden ni hivyo hivyo, kwa sababu hizi zote ni nchi zina maadili yale yale, mtazamo wao ni ule ule. Wanasema kati ya vijana wa miaka 13 mpaka 17 hawa wako exposed, wanaona vitu katika mitandao ya kijamii ya kuhusu ubadhirifu, magangi ya crime, ya kupigana, fujo, vyote wanaviona. Asilimia ya watoto wa age wa miaka hii, asilimia sabini ya watoto wa miaka 13 mpaka 17 wanaona picha na habari kuhusu mauaji, kuhusu uchafu wote ambao tunaona violence katika mitandao ya jamii. Sasa hawa ni watoto wangu, ni watoto wako, ni watoto wetu, na statistics zinasema, tathmini ni nyingi zaidi, inshallah tutakuja kuzionyesha baadaye. Sasa umuhimu wa mada hii ni kwamba ikiwa mwelekeo uko hivi sasa kwamba mtoto wa miaka 11 au 10 au 13 anaweza kuingia katika mitandao, sio kuona elimu, bali anaweza kuona kila kitu anachokitaka, uchafu, uzuri, vyote anavitaka. Ina maana kwamba mwelekeo kama hivi unaashiria kwamba kuna umuhimu, kuna haja na dharura ya nini? Kwa wazazi kwanza, kwa walimu na kwa mashehe na kwa viongozi wa jamii, wadau mbalimbali wenye elimu zingine, kuweza kuwa na ushirikiano mkubwa kwa kuweza kunini, kwa kuweza kuchunga na kuweza kuwalinda kwanza watoto wetu, na kuweza kuwapa mwongozo wa kuweza kufanya ili kulinda maadili yao na dini yao. Kama hatufanyi hivi, basi tutegemee kwamba ni mmomonyoko mkubwa wa maadili kwa watoto utakaotokea, na madhara ni makubwa sana, kama tutakavyoona. Baadhi ya mashehe wetu watatuambia madhara ya kutumia vibaya mitandao hii kwa watoto, kwa vijana, kwa familia, iwe ni kina baba, iwe ni kina mama, na hawa wakishaharibika, maana yake ni jamii nzima inaharibika. Kwa hiyo tutaona madhara yake hayo, na vile vile tutaambiwa uzuri na faida ya kutumia vizuri mitandao hii ya jamii. Kwa hiyo haya ni majukumu ambayo tumeyabeba sisi wote, wazazi wote, kina mama tumebeba, kina baba tumebeba majukumu haya ya kuweza kuwapa watoto wetu, kuwalinda na moto huu ambao tunauona katika familia nyingi, na kuharibika kwa watoto tunayaona sana katika jamii, iwe ni misikitini, iwe ni katika jamii zetu. Tunaona vile watoto wa kike na wa kiume wanavyoharibika, wengine wanafika mpaka kujiua kwa sababu yuko exposed na video za watu wanataka kujiua. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo yanatuonyesha kwamba hii ni mada ya dini, hii ni mada ya kidini ya kuweza kuzungumzwa na kuweza kutahadharisha familia zote, na hasa kuchukua solution gani ya kufanya na mwelekeo gani wa kufanya kila mmoja wetu tuweze kuwalinda watoto wetu na moto huu ambao tumeambiwa katika dini, qu anfusakum wa ahlikumun nara. Enyi waumini, jilindeni nafsi zenu na nafsi za familia zenu, za watoto wenu na nini, na moto. Yule moto sio tu ule wa kule yaumul qiyama, bali moto unaanzia hapa hapa duniani. Kwa hiyo tuwalinde watoto na moto huu ambao ni moto mbaya sana. Tutaona vile moto na uchafu wa kutumia vibaya mitandao ya jamii inavyoharibu watoto kimaadili, inawaharibu mpaka saikolojia zao. Wengine wanafika kupata mpaka afya za akili, yani mental health, wanapita kupata matatizo ya kichwa kwa sababu ya utumiaji mbaya wa mitandao hii ya jamii. Isichukue nafasi ndefu, ninatengeneza tu njia hii ili kuwapa mashehe waweze kutuzungumzia kwanza uzuri na faida ya kutumia mitandao ya jamii, kwa sababu sio yote ni mambo mabaya, kuna mazuri. Na vile vile shekhe mwingine atakuja kutuzungumzia madhara yake ya kutumia vibaya mitandao hii. Hapo zamani hata television ilipokuja, baadhi ya mashekhe waliharamisha television kwa sababu ilikuwa inaonyesha vitu ambavyo vichafu.
Kwa hiyo soko liko wazi, ni wewe mwenyewe sasa kutizama. Wahadainahu najdain, tumemwelekeza mwanadamu njia mbili. Uharamu ukiuona, namna gani nitauacha, na uhalali ukiuona, namna gani nitauendea. Hayo kwa uchache. Nitoe nafasi niwakaribishe mashekhe wetu wengine, na baada yao inshallah tutapewa nafasi vile vile wengine mchangie na maswali kwa majibu. Sote tutashiriki pamoja katika kuchangia ili kuzidi kuelimishana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.